kwamba BAKWATA wamepongeza. Nafikiri BAKWATA ni BAKWATA. Naomba tumsikilize. Na wao pengine inawezekana wakawa na vigezo vyao vya kupongeza na kuonyesha ule uhalali. Lakini sisi vigezo vyetu sisi ni utafiti. Tumsikilize vizuri. Sisi vigezo vyetu ni utafiti na ni utafiti ambao tunauona ni wa kweli. Lakini sisi tulikuwa kabisa kule kwenye eneo la kupiga kura. Tulikuwa na waangalizi wa uchaguzi katika upigaji kura. Sisi hatutoi taarifa ya maneno tu. Hatutoi taarifa ya watu mmekaa mahala penu afu mnasema. Sisi tunatoa taarifa ya utafiti. Tumepeleka na shura tunafanya hivi miaka yote. Huwa tunapeleka waangalizi katika uchaguzi wa kura, wa upigaji kura, na tunatoa taarifa na tunaipeleka mahala, na inasaidia umma. Inasaidia hata vyombo vile vya serikali, kwa sababu inakuwa ni taarifa ya uangalizi. Watu mmekwenda kuangalia hali ya uchaguzi ilikwendaje. Kwa hivyo sisi taarifa yetu ni taarifa ya utafiti. Tulipeleka watu field, tulipeleka watu kule kwenye tukio lenyewe. Kwa hivyo hiyo taarifa ya BAKWATA sio wamepata wapi, watajua wao wenyewe. Ni maneno sisi haituhusu. Sisi taarifa yetu kimsingi wa taarifa inatokana na ukweli. Taarifa ambayo inatokana na ukweli unatokana na utafiti na matokeo ni haya. Kwa hivyo hiyo BAKWATA nafikiri ni taarifa inahusu BAKWATA wenyewe na wale ambao ni wafuasi wa BAKWATA. Nafikiri sisi hiyo sisi tunafuata taarifa ambayo ni ukweli. Kwamba BAKWATA wamepongeza. Nafikiri BAKWATA ni BAKWATA. Na wao pengine inawezekana wakawa na vigezo vyao vya kupongeza na kuonyesha ule uhalali. Lakini sisi vigezo vyetu sisi ni utafiti. Sisi vigezo vyetu ni utafiti na ni utafiti ambao tunauona ni wa kweli. Lakini sisi tulikuwa kabisa kule kwenye eneo la kupiga kura. Tulikuwa na waangalizi wa uchaguzi katika upigaji kura. Sisi hatutoi taarifa ya maneno tu. Hatutoi taarifa ya watu mmekaa mahala penu afu mnasema. Sisi tunatoa taarifa ya utafiti. Tumepeleka na shura tunafanya hivi miaka yote. Huwa tunapeleka waangalizi katika uchaguzi wa kura, wa upigaji kura, na tunatoa taarifa na tunaipeleka mahala, na inasaidia umma. Inasaidia hata vyombo vile vya serikali, kwa sababu inakuwa ni taarifa ya uangalizi. Watu mmekwenda kuangalia hali ya uchaguzi ilikwendaje. Kwa hivyo sisi taarifa yetu ni taarifa ya utafiti. Tulipeleka watu field, tulipeleka watu kule kwenye tukio lenyewe. Kwa hivyo hiyo taarifa ya BAKWATA sio wamepata wapi, watajua wao wenyewe. Sisi haituhusu. Sisi taarifa yetu kimsingi wa taarifa inatokana na ukweli. Taarifa ambayo inatokana na ukweli unatokana na utafiti na matokeo ni haya tunazungumza. Kwa hivyo hiyo BAKWATA nafikiri ni taarifa inahusu BAKWATA wenyewe na wale ambao ni wafuasi wa BAKWATA. Nafikiri sisi hiyo sisi tunafuata taarifa ambayo ni ya ukweli. Sasa tuko hapa kugawana majukumu. Mmewapa na wizara zenu mbalimbali. Hayo ndio majukumu ambayo mmekubali kubeba, na ni imani yangu kwamba mmeyabeba kwa moyo mkubwa. Mmeyabeba kwa moyo kwamba tunakwenda kutumikia watu. Majukumu tuliopeana leo, dhamana tulizopeana leo ni dhamana za kazi, na si fahari kwamba na mimi ni waziri ikawa ndio fahari ulikotoka, unakokaa na kwengineko. Hapana, tumebeba majukumu ya kwenda kuwatumikia wananchi. Kauli mbiu yetu, kazi na utu, tunasonga mbele. Na ule utu uanze na sisi wenyewe. Sisi wenyewe viongozi, mawaziri, manaibu mawaziri ambao tunakwenda kuwasimamia wengine, utu uanze kwetu sisi. Nadhani mkiangalia neno utu lina maana pana sana. Kwa hiyo kwa maana yoyote ile, utu uanze na sisi, halafu tuoneshe utu kwa watu wetu, kujenga utu wao, kuheshimisha utu wao, utu wa Mtanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Sasa kwa wale watakaobeba uwaziri kama fahari, nimeapa leo na mimi nimeukwaa na watanijua huko mtaani, basi tunafuatana polepole. Mnakwenda lakini tuko nyuma yenu, tuko migongoni kwenu.
Miaka 5 si midogo, lakini si mingi sana. Kwa hiyo mimi sio ni shida kubadilisha, na mnanijua, na kipindi fulani mlishanisema nabadilisha sana, nikasema ndio nabadilisha mpaka nipate yule ambaye atafanya kazi na mimi kwa moyo mkuu na kwa moyo mmoja. Kwa hiyo ndugu zangu mawaziri, kazi yetu hapa kuanzia leo ni kuwajibika kwa wananchi, ni kuwajibika kwa taifa hili, ni kuwajibika kwa nchi yetu Tanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Bahati mbaya, mambo ambayo tumeahidi kwa wananchi au kwa taifa hili ni mengi mno, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu ya bunge juzi, ni mengi mno, lakini muda wa kuyatekeleza ni mchache sana, mchache mno. Kwa hiyo wale mlio hapa leo, aliye mzito akapunguze kilo kidogo. Tuna kazi ya kwenda mbio, na ni mbio hasa, sababu muda ni mchache, mambo ni mengi mno. Jengine, changamoto inayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kubwa zaidi, awamu ya pili, muhula wa pili wa awamu ya 6, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nendeni yule nenda kamkisi, usimnyukue, lakini yule sijui kamfanyeje. Mradi badala ya kupata approval kwa miezi 3-4, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja mpaka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka 2 tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo, tutaanza kwa fedha ya ndani, alafu wale wakimaliza na objection zao watatuunga katikati. Tumeelewana? Na huo sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu.